Sheria yangu inavyosema huruhusi kwenda kumbugudhi. Mimi nakupa elimu, siku nyingine usifunge kwa sababu Demu yako nene na shida ngumi sana. Haya. Kwa kitu. Ndio. Yeye, tunaomba. Mimi nitafungua. Sasa mimi nakuwa chini yake. Mimi ndo mwenye nyumba. Afungue yeye, mimi nikikataa ndio mtasema utachukua. Sawa. Mmekuja kuthibitisha kufunga. Je, mmefungaje? Sawa. Mmelithibitisha. Ndiko kufuni mbili ya kwake hii ya kwangu hii. Sawa. Wewe tunaomba fungue. Na mimi nifungue. Je, huko nyumba kuko salama? Hapa. Samani atika. Sawa. Tuzunguke kidogo. Huko nyumba. Wala usio na wasiwasi. Unajua kuna wakati fulani mambo yanabadilika. Naona bwana. Kitu chochote kikifungia kinataka kirudi kwenye hali nzuri. Na unathibitisha wewe kwamba kimerudi kwenye hali nzuri. Ili hata kesho tulithibitisha hali yote haitabomolewa wala itafanya nini. Yes. Wewe fungua na wewe. Tayari. Umefungua? Wewe umejaa mtoto. Sukuma mlango. Fungua wewe. Mwenye tochi maji hamna taa. Moleka uwasha huko tumeambiwa kuna vitu. Kwa hiyo tulichosema pafunguliwe ni ili achukue vitu vyake. Na uwezo wa kutoa hata saa hizi dakika hizi. Yes, ndo maana. asante sana. Mama, naomba tukupe muda wa sasa hivi wa dakika chache. Tueleze kilichojiri. Alafu niwape nafasi na wengine tuweze kujua shida iko. Nikasema mimi naitwa Zulfa Hamisi, ni mke wa Hamisi Abubakar. Wakasema mbona umesaini summons ambayo sio ya kwako? Nikasema kutokana na namba hiyo acha wakijua na mimi ndo nilikuwa ofisini na mume wangu hayupo anaumwa. Nikaamua kwamba nije nitii wito, nisijue kwamba mume wangu natakiwa kusaini. Wakasema sasa umetenda kosa kisheria. Huruhusiwi kusaini summons ambayo sio ya kwako. Hapa unatakiwa ulipe faini. Kwao akanichangia vizuri tu hapo. Sasa kwa sababu sikuwa na utetezi mwingine, kabidi nikae kimya niwasikilize kwanza. Baadaye wakamwambia yule mgambo wa kata, "Hebu toka naye nje kwanza." Mimi nikatoka nje, baadaye wakatuita tena tukaingia hapa ndani. Mwenyekiti wa baraza akaachiwa yani yeye ndo aseme. Akasema, "Mama, tulikwambia faini 200,000." Kaambia mimi sina. Akasema sasa tutakusaidieje na wewe umeingia kwenye summons ambayo sio ya kwako? Ni kosa kisheria. Hata ndani tunaweza kukufunga. Nyinyi ndio mnatufanya kama hatufanyi kazi huku mtaani. Nikajaribu kujiuliza nikashindwa. Baadaye akasema sasa mama, kutokana na maelezo yako, utoe 50,000 mezani. Na mimi hapo 50 sina mfukoni. Na kweli wakati anaondoka mume wangu asubuhi na chefu 32. Nikachukua debe mbili za maji na kusaga. Na 2,000 kwa ni nauli nifike hapa, nisikilize nini afu nirudi nyumbani. Ikabidi nijikaje sasa sina. Baadaye baba mwenyewe mwenyekiti wa baraza akasema, "Toa 30,000 mezani afu tuendelee na shauri." Kweli na mimi kwa sababu ndio nilikuwa nao nikatoa, nikabaki na 2,000 mkononi, yale akiwa amekaa hapa kwa mwanasheria nani afisa mahakama hapa. Akasema hapana, mpe katibu anayeandika. Nikaweka pale mezani kwa katibu akaichukua. Akasema sawa, sasa tuendelee na baraza. Ndipo tukaendelea na baraza kwa ajili ya lalamiko la mzee kuhusu maji sehemu nilipopanga. Baada ya shauri la maji, mzee akasema mimi namdai 70,000.
Baadaye akajirudi yeye mwenyewe katika mazungumzo wakati wanamuoji sasa. Akasema mimi huyu namdai 35,000. Mimi nikanyosha mkono. Nikasema naomba nijue 35,000 ya maji imetokaneje? Naomba nipewe nafasi kidogo nijieleze. Kwa sababu pale wakati mimi naingia kupanga nilikuwa peke yangu na nilikuwa nalipa peke yangu. Kuanzia mwezi wa 8 mwaka jana alileta wapangaji wengine na mpaka wanahama wajacha hela ya maji, na akiwafukuza anafunga tu makufuli, wataondoka wenyewe. Na kwangu pia hivi ninavyoongea kuna kufuli limefungwa. Nikamwambia mbona chumba changu mimi kule kimefungwa tangu tarehe 24 na kodi yangu inaisha tarehe 1 mwezi wa 3, mwezi wa pita 24 ndio chumba kimefungwa. Weke sawa. Ndio chumba unachoishi? Ndio. Siku unakuja kwenye baraza, ulitokea wapi? Nilitokea hapo nyumbani. Hapo palipofungwa? Ndio, nilikuwa nimefikia kwa dada, nikamwelekeza dada, nikarudi kwa sababu ilikuwa muda umeenda. Inamaanisha chumba alikifungwa wakati mimi nipo kazini. Naporudi ule usiku, nilikuwa kumeshafungwa, nikaenda kugonga kwa dada, nikaenda kulala. Una watoto? Ndio, naye mmoja. Yuko wapi? Naye yuko hapa, basi nimemwacha kwa dada. Kwa hiyo wewe ulivyotoka kuja kuendelea kwenye shughuli zako, ndio siku hiyo unapokuja kwenye baraza, ulitokea hapo hapo? Ninapokuja kwenye baraza? Nitokea hapo hapo. Nitokea hapo hapo. Kwa ulivyorudi kukaa kumefungwa? Ndio. Sasa unaishi wapi? Nahangaika tu, sina pa kuishi. Jamani, nimemsikia mama. Analalamikia bili ya maji ambayo anadai kwamba walikuwepo wapangaji wenzake ambao hawakulipa, na sasa bili ile anaambiwa alipe yeye. Lakini alipokuja hapa ametozwa shilingi 30,000. Sasa hatujui tuiweke kwenye eneo gani, kama ni faini au ni kitu gani. Bado anaambiwa kuna 38,000, 35 ya meza na alipe bili ya maji ya 30,000. Pia chumba chake anachoishi kimefungwa. Na hela ya mgambo. Na hela ya mgambo ambayo haijatajwa, ameambiwa na hela ya mgambo alipe. Kabla sijaenda kwa mwenye nyumba, mwenyekiti, Naam. Hii imekaje? Sawa kabisa, kwanza nashukuru kwa hili zoezi. Mimi kama mwenyekiti wa mtaa. Sawa. Hili swala alikuja mzee kwangu. Lakini swala la yeye dada kusema hivi kuja kwa ajili ya mashtaka hayo ya kufungiwa mlango hakuja. Ila mzee alikuja kwenye swala la kuhusu kumdai fedha ya maji. Alipokuja kwa sababu mara ya kwanza mzee huyu nishamwambia wapangaji unaoishi nao kuna mikataba mnayowekeana, na huyu sio mpangaji wa kwanza. Mzee Mwambusi nikamwambia hili swala la maji unaliwekaje wewe? Mara ya kwanza nimemtoa mpangaji yule nikamweka kwenye nyumba yangu mimi, walikuwa wanasumbuana na yeye mwenyewe huyu mzee. Malalamiko ya kuhusu wapangaji mzee huyu yapo, tusio waongo. Nafikiri na hata yeye mpangaji anajua ni hivyo. Enda mara ya kwanza nikashauriana na yule kijana nikasema hebu achana na kusumbuana na huyu mzee. Akasema hivi anakuja na kugongea usiku ovyo, saa 8 na gonga, na mpaka sasa hivi yule mpangaji ni naye ni kuhusu kusumbuana mambo ya kodi. 5,000 ya meza. Utaratibu wake tunataka kufahamu. Au utaratibu wa kweli sisi binafsi hatuwezi tukasema tunahusika nao, kwa sababu kama nilikuja kwenye baraza kama waliingilia, sijui utaratibu wao waliwekaje. Maana yake ni kwamba tunamwambia alipe fedha kinyume na utaratibu. Sijui walitumia njia gani, ila sisi Wewe kama mtendaji, je, kuna utaratibu huu? Hatuna utaratibu. Dada kudaiwa 35,000 za meza. Amelipa 30,000 aliyoambiwa amekosea utaratibu wa kujaza fomu. Hii utaratibu wake uko. Huo utaratibu haupo. Aliyepokea zile fedha 35,000 ziko wapi? 30. Mjumbe ulikuwepo? Tunauliza huyu hapa, hii 30 mlichukua kwa utaratibu gani? Yaani ili ni mchaji mtu, ili nimpige faini mtu, lazima kuwe na utaratibu unaosema kwamba
faini kiasi fulani kutokana na kosa au kutokana na kitu fulani. Ninyi mmetumia mwongozo gani kumchaji elfu 30? Na kuna mamlaka ambazo zimepewa hayo. Je, mna mamlaka kutoza faini? Katika hilo mheshimiwa, naweza nikasema tu kwamba huenda labda ni makosa ambayo yanatumika. Sasa tusipoteze muda. Kama kuna makosa yalitumika, yule dada sasa hivi arudishwe elfu 30 yake. Sawa. Mfano hii hoja tumeifunga. Hii ulioitamka wewe kwamba huwa akija mtu kuna elfu 30 na elfu 5, ili alikuwa kwenye ulalamishi, tutalizungumza. Baada ya hapa, hoja ambayo tunaiona ina mashiko na inaenda vizuri, hii ya elfu 35 ya bili ya maji. Kiongozi amesema hili swala liko kwenye uwezo wake. Hata nikiangalia dada pale sioni kama ana shida nayo, labda ile 70 ya wakati ule angeweza kuwa na shida nayo. Na alichokisema bili yake analipa 5,000, 4,000, 7,000, na kwa miezi 6 ambayo hujalipa, ukichukua 7,000 mara miezi 5 ni 35,000. Tunaelewana? Nakuelewa. Kuna hoja ya fedha hizi tumeimaliza. Kuna hoja ya bili ya maji haijakwisha, lakini inaonekana inatatulika. Kwa sababu iko kwenye mamlaka ya mwenyekiti na dada hana ubishani nayo. Sawa. Ila bili ya maji anasema hajui hujayo kuwapa bili za maji. Twende kwenye hoja muhimu sana. Chumba alichokuwa akiishi umekifunga. Mimi nikamwambia bwana, hiki chumba kwa vile wewe mwezi kwenye mkataba umemalizika kwenye tarehe moja unamaliza, je, utaendelea? Asema mimi hapana, siendelei. Ila vyombo vikae hapo nitakapopata hela nitakupa. Sawa. Sasa alipokuwa amehama tarehe kama chukua tarehe ambapo atakaa huko. Sasa chumba kila chumba atakaa yule mtoto. Akawa bado hajalipa. Nikamwambia ndugu, mimi ni mzee ambaye nimefanya kazi sana. Ni kwa mambo ya ndani. Nasema kweli mtoto. Nikamwambia kijana, mimi nakupenda. Je, unasemaje kichumba? Nasema mzee bado sijapata hela. Nikipata hela nitakuja tu. Lakini sasa bila kuleta hela, ni vijana unaweza kufungua ufuli lako na kuingia. Kwa hiyo unaweza kupata hela ya 20 ninakufungulia. Hoja chenye vyakula ambacho kuna kijana analala ndio kimefungwa. Ndio. Cha pili ndicho tulichokuwa tunaishi sisi. Kina hali gani sasa hivi? Maana wewe umesema umejihifadhi pale. Baada ya kuona kule amepiga kufuli na akatoa taarifa ya kwamba nakuja kufunga nyumba zangu. Kutokana na kwamba mimi mtaji wangu ni nguvu zangu na vile nilivyonavyo ndani. Nikachukua vile vitu, dadangu alikuwa anakaa karibu, nikavichukua ili niandalie kwa dada, lakini wakati huo bado nafuatilia huko ni nini kinaendelea kuhusu kufunguliwa kile chumba. Ndio maana nikaja kutafuta sehemu yenye msaada ili nipate wakanifungulie. Katika vile vyumba kuna chumba ulichokuwa unalala. Ndio. Kina hali gani? Hakijafunga. Kwa nini hulali hapo? Silali hapo kwa sababu kodi yangu mimi imeisha mwezi wa 3 tarehe 1. Ninachokihitaji mimi kusaidiwa ni kufunguliwa, nitoe vitu vyangu, nikaendelea na maisha mahala pengine. Mzee wangu umesikia? Anachokihitaji sio kwamba anataka kurudi kuishi pale. Chumba ulichokifunga kina vitu vyake ambavyo ndivyo anavyovihitaji. Kwa hiyo anataka afunguliwe akachukue vitu vyake. Wewe umefunga, anashindwa kuingia. Mimi nilichosema hata bwana, kwa sababu huyu anaeleza hajui, bwana akija hapa atasema tumekubaliana. Hata yule kijana ambaye nilipatana naye
tumekubaliana kwamba ukileta shilingi 20 za mwezi ambao hujalipa itabidi ufungue. Ni mwezi gani ambao hajalipa? Madai. Mwezi ambao hajalipa ni upi? Ni mwezi wa pili. Ni kweli mwezi wa pili hajalipa? Tamani. Yes. Kwa sababu huyu mkataba wake, mikataba zaonyesha nini iliyopita. Tumeki hatuna mkataba. Amekataa mkataba. Mara tano. Una tarehe kabisa. Hii mikataba Unasema mkataba wako unaisha tarehe 1 mwezi wa 3.